Nikupe shukran za dhati kabisa kama wewe ni miongoni mwa wafuatiliaji wa vipindi mbalimbali vinavyoendelea hapa Sikiliza Online kupitia mitandao ya kijamii Instagram, Facebook, Twitter, TikTok Sikiliza Online. Lakini pia unaweza kutufuata kwenye idhaa yetu ya YouTube Sikiliza Online. Kisha usubscribe, mwambie ndugu jamaa na rafiki yako karibu na yeye pia aweze kujiunga na familia hii ya Swahili Podcast ili aweze kuendelea kuhabarika na kujuzika kwa vitu mbalimbali ambavyo vinaendelea hapa. Nikukaribisha kwenye cockpit ya Evening Jet. Bwana, miongoni mwa vile ambavyo tutakwenda kuvisikia kwenye meza yetu ya habari kwa siku ya leo: Tanzania kwa mfano bora, Uhuru soko la pamoja EAC. Lakini na taarifa nzuri, ukishindwa kulea mtoto toa taarifa usaidiwe. Serikali ya Tanzania ina uwezo wa kukusaidia kulea mtoto wako. Iko vipi? Kana mimi kwenye cockpit ya Evening Jet kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Nikukumbushe, kulikuwa kuna ile kesi ya mauaji ya mtoto Asimwe. Basi kesi hiyo imeshaanza kusikilizwa. Na pia kama una kumbukumbu nzuri, kulikuwa kuna tukio la gorofa la Kariakoo kudondoka na likasababisha maafa makubwa kama vile ambavyo yalivyotokea. Sasa wafanyabiashara wa jengo la Kariakoo wamekwenda kortini kudai fidia. Hizo ni miongoni mwa ambazo utazisikia kutokea hapa nyumbani. Lakini tukiangazia kwa zile ambazo zimetufikia kutoka nje, ni pamoja na Palestina kushutumu Israel kutaka kuangamiza kizazi chao. Na mpaka sasa ukipiga hesabu zimetimia kama siku 100 tangu Donald Trump apishwe kuingia madarakani. Sasa Amnesty imemkosoa Donald Trump katika uendeshaji wa kazi zake. Ungana na mimi kwenye cockpit ya Evening Jet tukapay bills, alafu nitakaporejea na kwenda kukutoa kwenye cockpit ya Evening Jet kwa undani zaidi. Unajua, sasa hivi ulimwengu umehamia kiganjani, na siku hizi simu zetu zimekuwa maduka ya bidhaa zetu. Lakini biashara ni matangazo, na sisi tupo kwa ajili ya kutengeneza matangazo kwa ajili ya biashara yako. Haijalishi ni ndogo au kubwa kiasi gani, bado watu wanahitaji kujua kuhusu biashara yako. Tupigie kupita namba 0646481638 au 0682791911. Smile Solution, tuweke tabasamu kwenye uso wa biashara yako. Niwashukuru Smile Solution kuwa moja kati ya watu ambao wanatupa kampani kubwa sana hapa kwenye Evening Jet. Na hao ndio wanaweza kuifanya biashara yako kuwa na tabasamu. Wanaweza vipi kuliweka tabasamu katika biashara yako? Hawa jamani watengenezaji wa matangazo ya kibiashara na yasiyo ya kibiashara. Unaweza kupita kwenye ukurasa wao wa Instagram Smile Solution, alafu wa DM au wapigie, kuna namba za simu pale ili uweze kuzungumza nao na jinsi gani wanaweza wakaifanya biashara yako ikajulikana kwa watu wengi zaidi. Bana, Tanzania imeendelea kutekeleza kwa vitendo itifaki ya soko la pamoja la Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC kwa maslahi ya watu wa Afrika Mashariki na ukuaji wa uchumi wa kanda hiyo. Na kama unakumbuka, hivi karibuni kulikuwa kuna tukio la kuzuiwa bidhaa za kilimo kutoka Tanzania na mataifa ya Malawi na Afrika Kusini ambayo si wanachama wa EAC. Ni kielelezo cha utekelezaji wa itifaki ya soko la pamoja kutokana na hatua iliyozichukua. Sasa nilikuambia kuwa ukishindwa kulea mtoto toa taarifa, au vipi? Sasa nisikilize. Naibu Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Mwanaidi Ali Khamis, ametoa wito kwa wanawake na jamii ya Watanzania kuacha tabia ya kutupa watoto na kusema ikitokea mtu akashindwa jukumu la malezi ya mtoto, basi atoe taarifa katika mamlaka za serikali za mitaa, hususan ofisi za ustawi wa jamii, ambao wanawajibika kuweka mpango wa huduma mbadala kwa mtoto husika sawa na matakwa ya kifungu namba 94 kifungu kidogo cha 5 cha sheria ya mtoto sura ya 13. Na amesema jamii itambue kuwa serikali itachukua hatua kali za kisheria dhidi ya wanawake watakaokutwa na hatia ya kutupa mtoto na kuadhibiwa kwa mujibu wa sheria ya mtoto sura ya 13, kanuni ya adhabu sura ya 16, pamoja na sheria nyingine za nchi zinazopinga suala hilo. Nikutoe hapo nikupeleke kwenye story ya waliouziwa eneo la serikali wameambiwa wajisalimishe. Sasa wananchi wa kijiji cha Homboza wilayani Kisarawe mkoani Pwani wameiomba serikali iingilie kati mgogoro wa ardhi uliopo na watu kupata vitisho na kujeruhiwa mara kwa mara, sababu kubwa ikiwa ni kuuziwa ardhi eneo la serikali. Sana serikali tusaidie Mama Samia tusaidie
tutaingia mkenge. Tutaenda wapi na wananchi tuko wengi? Naitwa Mariamu Isanyande. Ndio. Mimi ni mhanga kutokea Tabata. Bila kununua huko, nikaambiwa ni eneo la mtu ambaye nimeletwa na mhanga mwenzangu. Kakuuzia akasema ni maeneo yake hayana shida na mkipata wateja endeleeni kuwaleta. Tunaelekea wapi wamama na watoto? Hayo ameyasema mbele ya mkuu wa wilaya ya Kisarawe Bwana Petro Magoti wakati alipowatembelea kutatua changamoto hiyo. Lakini kwa upande wake Bwana Magoti, baada ya kusikiliza kero hizo, ametoa siku 14 wale wote waliouziwa eneo la serikali kujisalimisha na hati zao. Wale wote mliouziwa kinyume cha utaratibu eneo la Kichangani na Parale, eneo la serikali lenye ukubwa wa hekari 1000, natoa siku 14 wajisalimisho wote waliouziwa mbele ya Tanzania. Hiyo ni maelekezo, hairuhusiwi kuhojiwa na mtu yoyote. Eneo la serikali linarudi, utaki ustaki, kuna ushauri mbili, waliojenga ndio lifanye tathmini mlipe. Nilikwambia kwamba nitakuja kukueleza kuhusiana na ile kesi ya mauaji ya mtoto Asimwe. Sasa Mahakama Kuu Tanzania kanda ya Bukoba imeshaanza kusikiliza kesi ya mauaji ya kikatili ya mtoto mwenye ulemavu wa ngozi Asimwe Novat aliyekuwa na umri wa miaka 2.5 yaliyotokea katika kijiji cha Bulamula cha kata ya Kamachumu iliyoko wilayani Muleba, inayowakabili watuhumiwa 9, miongoni wao akiwemo Padri Elpidius Ruengoshora mwenye umri wa miaka 49 na baba mzazi wa mtoto huyo Novat Venant mwenye umri wa miaka 24. Bwana, kesi hiyo inasikilizwa na jaji wa mahakama hiyo Mheshimiwa Gabriel Malatu, na watuhumiwa wengine waliofikishwa mahakamani chini ya ulinzi mkali wa jeshi la polisi ni Nuruddin Masud mwenye umri wa miaka 25, Ramadhani Celestine mwenye umri wa miaka 23, Alphonse Reyangila mwenye umri wa miaka 30, Faswiu Athman mwenye umri wa miaka 39, Gosbet Alcard mwenye umri wa miaka 35, Desderi Everest mwenye umri wa miaka 33 na Dastan Bouchard mwenye umri wa miaka 47. Ni vijana kabisa wenye umri mdogo kabisa ambao wangeweza kulijenga taifa kwa namna nyingine kabisa. Sasa kesi hiyo inasikilizwa tofauti na kesi nyingine za mauaji ambazo sikilizwa katika mahakama hiyo, kwani mashahidi wote wa upande wa jamhuri na utetezi hawataonekana machoni. Watakuwa wakitoa ushahidi wao bila kuonekana wazi, huku wakiwa ndani ya sehemu maalum iliyojengwa kwa ajili yao. Pia katika mwenendo mzima wa kusikiliza kesi hiyo, hakuna mtu yeyote atakayeruhusiwa kuingia ndani ya mahakama kusikiliza mwenendo wa kesi hiyo, mbali na mawakili wa upande wa utetezi na upande wa jamhuri na watendaji wa idara ya mahakama wanaomsaidia mheshimiwa jaji anayeendesha kesi hiyo. Tutoke hapo nikupeleke katika wilaya ya Ludewa. Baraza la madiwani wa halmashauri ya wilaya ya Ludewa mkoani Njombe limewafukuza kazi watumishi wawili wa idara za halmashauri hiyo kwa tuhuma za makosa ya utoro na nidhamu kazini, huku wakishauri serikali kuangalia upya utaratibu wa kuhamisha watumishi wa umma kupitia mfumo wa mtandaoni. Kupitia baraza hili tunaomba tutamke rasmi kwamba baraza hili limewafukuza kazi watumishi wawili, mtumishi Frederick Stanza Osmania na mtumishi Majula Justin Chiguru. Pamoja na kuwa na upungufu wa watumishi, mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Ludewa mkoani Njombe Sandel Gratis ametoa rai yake. Kupitia baraza hili tunataka kutoa rai kwa watumishi wengine wote wenye tabia ya kuwa na utoro wa rejareja na utoro wa jumla. Utaratibu uliotumika hapa ndio tutakuwa tunaendelea nao huo. Na ikumbuke ya kwamba baraza hilo limetoa maamuzi hayo kupitia kikao chake cha robo ya 3 kwa mwaka wa fedha 2024-2025, huku akiomba serikali kuziangalia kwa jicho la 3 halmashauri za wilaya zilizopo pembezoni ambazo zinakabiliwa na upungufu mkubwa wa watumishi baada ya watumishi 117 kuhamishwa na TAMISEMI kwa kipindi cha miezi 6 wilayani humo. Nilikudokeza pia kuhusiana na wafanyabiashara jengo la Kariakoo wameenda kotini kudai fidia, na ni zaidi ya wafanyabiashara 50 waliokuwa wakifanya biashara zao katika jengo lililoporomoka Kariakoo, na wamefungua kesi katika Mahakama Kuu ya Tanzania divisheni ya ardhi wakitaka kulipwa
fidia ya shilingi bilioni 40. Hasa akizungumza nje ya mahakama, wakili wa wafanyabiashara hao Peter Madeleka amesema kesi hiyo imepangwa kutajwa Mei 29, 2025. Kilichojiri leo ni kwamba bahati mbaya Mheshimiwa Jaji Mohamed Gwaya amepata dharura, ameshindwa kuwepo mahakamani na badala yake kesi imeahirishwa mbele ya Mheshimiwa Naibu Msajili Rose Kangwa na itakuja tena kwa ajili ya amri muhimu siku ya tarehe 29 mwezi wa 5 mwaka 2025. Ikumbukwe tu kwamba wateja wangu wanaamini kabisa kwamba jengo hilo limeporomoka kwa sababu ya uzembe wa wamiliki ambao walikuwa wanafanya shughuli zingine kinyume na utaratibu, ikapelekea kilichotokea. Lakini uzembe ule hauwezi kuachwa hivi hivi. Katika macho ya sheria, kila uzembe unapotokea lazima fidia iwepo. Sasa sehemu sahihi ya kuweza kuipata fidia ni hapa mahakamani. Kwa hiyo kusubiri tarehe 29 ya mwezi wa 5 mwaka 2025 ambapo mahakama itakuja kutoa amri mbalimbali muhimu kwa ajili ya muendelezo wa shauri hili ambalo liko hapa mahakamani. Kumbuka ya kwamba wamiliki wa jengo hili sasa wanakabiliwa na kesi mbili, kesi ya madai kwa mali ambazo zimepotea, lakini pia wanakabiliwa na kesi ya mauaji bila kukusudia kwa vifo ambavyo vimetokea. Kwa hawa wanakabiliwa na kesi mbili. Miongoni mwa zilizowasili kwenye meza yetu ya habari kwa hapa Tanzania ni pamoja na Naibu Waziri wa Fedha Hamad Hassan Chande ameshukuru serikali ya China kupitia shirika la bima la Sinosure kwa kudhamini mkopo wa kibiashara wa dola za Kimarekani milioni 559 kwa ajili ya ujenzi wa kipande cha 5 cha reli ya kisasa SGR kutoka Isaka hadi Mwanza kufuatia mkataba uliosainiwa Oktoba 21, 2024. Tujiunge na mwenzetu ambaye yuko Dar es Salaam, Young Pox. Hebu tudodose kwa undani zaidi kuhusiana na taarifa hii ya Mheshimiwa Chande. Kwanza tunatakiwa tujue kuna ushirikiano mkubwa wa kibiashara baina ya China na Tanzania. Na huu ni kama mwendelezo wa kile kilichoanzishwa baina yetu kwenye vikao vya majadiliano kati ya ujumbe wa Tanzania na ule wa China, ambapo Mheshimiwa Chande alifikisha shukrani za kikao kilichoongozwa na Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji Profesa Kitila Mkumbo, na ujumbe wa China uliongozwa na Naibu Waziri wa Biashara wa Jamhuri ya Watu wa China Bwana Tang Wenhong, ambacho kilifanyika katika hoteli ya Johari Gatana jijini Dar es Salaam. Lakini pia Mheshimiwa Naibu Waziri aliomba China kuangalia uwezekano wa shirika la Sinosure kushiriki pia katika kudhamini kipande cha 6 cha SGR kutoka Tabora hadi Kigoma chenye makadirio ya gharama ya dola bilioni 2.3, ambapo dola bilioni 1.1 zinatarajiwa kutoka kwa taasisi za fedha za maendeleo kwa maana ya Donated Fund Project Institutions. Na unajua kuwa ushirikiano wa karibu kati ya Tanzania na China umechangia upatikanaji wa dola milioni 108.6 kwa mradi wa kuongeza wigo wa mawasiliano vijijini kwa awamu ya kwanza, na dola milioni 270.3 kwa mradi wa usafirishaji umeme wa kilovolti 400 kutoka Dar es Salaam hadi Arusha. Kwa hiyo unaangalia ni kikao ambacho kina majibu chanya kiasi gani kwa ajili ya maendeleo na ustawi wa Tanzania. Kabla hatujaachana ndugu yangu kwenye line, naam. Niligusia miongoni mwa habari ambazo tutakwenda kuzizungumza ni kuhusiana na Amnesty kukosoa hatua za Donald Trump kutimiza siku 100 madarakani. Kabla tujakwenda kutizamia kile ambacho wamekisema Amnesty, hebu mfahamishe Mtanzania ambaye anasikiliza Evening Jet sasa hivi aweze kujua kwanza Amnesty ni nini. Amnesty International ni shirika la watu zaidi ya milioni 2 waliomo katika nchi takriban 150, ambapo hufanya kampeni ya kupigania haki za binadamu, wanatekeleza haki na usawa na wanapinga ubaguzi, wanazishinikiza serikali pamoja na makundi mengine yenye nguvu kuwaruhusu watu kuishi katika hadhi ya utu. Pia Amnesty International ni shirika huru ambalo halifungamani na serikali yoyote ile wala chama chochote kile cha kimataifa ama cha kisiasa. Hawaungi mkono itikadi yoyote, dini yoyote ama imani nyingine yoyote,
na wanatumia viwango vya haki za kibinadamu vya kimataifa bila upendeleo katika hali zote. Amnesty inasema hatua za Trump zinalenga kurudisha nyuma mafanikio yaliyopatikana katika vita dhidi ya umaskini duniani, kupambana na ubaguzi wa rangi na vipaumbele muhimu vya haki za binadamu. Sasa shirika hili la kimataifa la kutetea haki za binadamu la Amnesty International limetoa ripoti yake ya kila mwaka na kukosoa vikali hatua za rais wa Marekani Donald Trump ambaye ametimiza siku 100 akiwa madarakani. Tathmini yao inasemaje? Tathmini ya Amnesty katika uongozi wa Trump tangu alipoapishwa kuongozwa muhula wa pili mnamo Januari 20. Unajua Trump amechukua hatua kadhaa ambazo zimeutikisa ulimwengu kiuchumi, kijamii na kiusalama. Baadhi ya hatua ni za ushuru, kusitisha misaada ya kimataifa, sintofahamu na washirika wake wa NATO, pamoja na vitisho vya kunyakua maeneo kama vile Gaza, Greenland, mfereji wa Panama, na katika na sometime anataka kuifanya Canada kuwa jimbo la 51 la Marekani. Young Pox, kabla sija kutoa kwenye line, hebu tulitizamie pia hili kuhusiana na shutuma ambazo zimeitoa Palestina kwa Waisraeli kudai kwamba wanataka kukiangamiza kizazi chao. Kuhusu hayo maneno ama hizo shutuma za balozi wa Palestina nchini Uholanzi, Bwana Amar Hijazi, amezisema katika mahakama ya kimataifa ya haki ya mjini The Hague, wakati mahakama hiyo ikianza kusikiliza madai kuhusiana na wajibu wa Israel katika kuhakikisha na kuwezesha uingizaji wa msaada wa kibinadamu ambao unahitajika haraka kwa raia wa Palestina. Yapo mazingira ambayo yanaleta ugumu kwa Wapalestina? Ndiyo, yapo mazingira ambayo yanaleta ugumu, mazingira yasiyovumilika yanayowakabili wakazi wa Gaza, ambayo yanasababishwa na kuzuia kwa misaada ya kibinadamu tangu Machi 2, na kuongeza kuwa Gaza ingekuwa kaburi la halaiki kwa watu wa Palestina na wale wanaokwenda kuwasaidia. Basi nikushukuru ndugu yangu kwa kile ambacho umeweza kutusogezea kwenye cockpit ya Evening Jet kwa siku ya leo. Asante sana. Bwana, hii ilikuwa ni cockpit ya Evening Jet. Mimi naitwa Crazy Business. Kwa Kiswahili niite kichaa biashara, lakini kule kwetu naniita Lukwale Lusuluza. Hapa nifahamu kama the pilot, rubani himself. Endelea kubaki na sisi kwa yale mengi ambayo tunakuandalia kupitia Sikiliza Online. Tufuate kwenye kurasa wetu wa Instagram, Facebook, TikTok ni Sikiliza Online, lakini idhaa ya YouTube unatupata kwa Sikiliza Online. Kule kuna mengi ambayo yanaendelea. Evening Jet inapatikana kule, lakini pia kuna makala fupi zinapatikana kule. Tumetoka kuzungumza story ya kuhusiana na Palestina pamoja na Israel. Kule pia kuna makala ambayo inahusu taifa la Israel pamoja na taifa la Palestina, ambayo makala hiyo imesomwa na ndugu yetu Paul Davi. Utakwenda kusikia kwa uzuri kabisa kule. Mimi nikusii tu endelea kuwa moja kati ya mwanafamilia wa Swahili Podcast kwa kuifuatilia Sikiliza Online. Hii ni Evening Jet. Relax, enjoy. Twende pamoja mpaka mwisho wa safari. Evening Jet.